أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni kwenye darasa letu lingine tena, mwendelezo wa madarasa yaliyopita. Mwezi wa Ramadhani umebakisha masiku machache sana, na hivi sasa tumebakisha siku chache kuingia kwenye 10 la mwisho. Mwezi wa Ramadhani una makumi matatu. Zile siku 30 au siku 29 zimegawanyika mara 3. Kuna 10 la rehma ambalo ndio 10 la kwanza, Ramadhani ya kwanza mpaka Ramadhani ya 10. Kuna 10 la maghfira ambayo ndio 10 la pili, Ramadhani ya 11 mpaka Ramadhani ya 20. Na sasa tutaliongelea 10 la Lailatul Qadr ambalo ndo 10 ambalo watu wengi tunalisubiria. Limebeba sifa kubwa ya Ramadhani. Tunaambiwa kwamba Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani imeshuka. Qur'ani ilishuka muda gani? Qur'ani ilishuka kwenye usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo 10 hili kwa nini linahimizwa sana? Kwa nini tunaambiwa sana 10 la Lailatul Qadr? 10 la Lailatul Qadr ni 10 ambalo ni the best. Yani ni 10 ambalo lina fadhila kubwa sana kuliko makumi yote ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Okay? Sasa 10 hili lina usiku mmoja tu ambao ndo usiku wa Lailatul Qadr. Na usiku huo ni siri baina ya Mwenyezi Mungu na wale watakaoutafuta. Usiku huo wa Lailatul Qadr unapatikana kwenye masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku huo wa Lailatul Qadr tumeambiwa kwamba usiku wa Lailatul Qadr sana unakuwepo kwenye siku za witri za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba 21, 23, 25, 27 na 29. Kwa hiyo watu wengi tunajichanganya. Unakuta ikifika Ramadhani 21 ndio unaswali usiku wake. Hiyo inakuwa umeswali usiku wa Ramadhani 22. Inatakiwa Ramadhani 20 wewe unaswali usiku wake, hiyo ndio 21. Kutokana na contradiction na kuchanganyika kwa taarifa za kuandama kwa mwezi na utofauti wa taarifa za kuandama kwa mwezi, basi ni vizuri zaidi kama ukiamka 10 lote, yani kuanzia Ramadhani 20 mpaka Ramadhani 30, basi ukiamka 10 lote itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kutokana kutakuwa kuna mchanganyiko wa funga sana. Kuna ambao wanaanza, kuna ambao wanafuata siku ya pili. Kwa hiyo kuepusha ile contradiction, amka usiku wote wa 10 la mwisho. Yani kila usiku amka kuitafuta, kwa sababu wewe unaweza ukawa umeanza na kati ya watu wa pili, kumbe na usiku wa Lailatul Qadr ukawa ni siku iliyopita walioanza mwanzo ndo walikuwa sahihi, ijapokuwa tunaambiwa kwamba wote tuko sahihi. Kuepusha hiyo contradiction, usije ukakosa fadhila za usiku huo, basi amka. Miongoni mwa dalili za usiku wa Lailatul Qadr au kujua kwamba hii ni siku ya Lailatul Qadr, kwanza kunakuwa kumetulia. Ni usiku ambao una amani tele. Unaambiwa kwamba usiku huo malaika 1000 na 1000 wanashuka. Kuna amani hiyo siku, kunakuwa kumetulia, hali ya hewa inakuwa ni nzuri, hata zile kelele unakuwa hauzisikii, yani panakuwa pametulia. The fun fact ni kwamba usipokuwa makini au ukiwa ni mtu ambaye unasubiri siku usikie hivyo ndo uswali, basi utachanganyikiwa, kwa sababu muda mwingi, yani mara nyingi unakuta katika ile 10 la mwisho kila siku unaihisi iko hivyo. Kuepusha hayo yote, amka 10 lote. 10 lote tia nia ya kuamka kuswali usiku huo wa Lailatul Qadr kutafuta. Of course lina fadhila kubwa sana. Wengi sisi ni wavivu wa kuamka nyumbani. In my advice, misikiti mingi sana kwenye 10 la Lailatul Qadr huwa wanaruhusu watu kulala msikitini. Kama una nafasi, kama una uwezo, huna kitu chochote cha kukubana, basi hamia msikitini. 10 tu, yani siku 10 tu zitilie nia za kuhamia msikitini. Yani ukienda huko kwanza utakuwa kuna ile mkiwa wengi, yani kuna feeling fulani, kuna imani fulani inakuwepo kati yenu. Mkiwa wengi, imamu anapokuwa anaswalisha pale, kuna ile imani ambayo inakuwepo kati yenu inakuwa inaongezeka. Ni kitu gani ufanye katika 10 hilo la mwisho la Lailatul Qadr, au ni kitu gani ufanye katika siku ya Lailatul Qadr? Hakuna ibada elekezi ya kusema kwamba fanya hiki lazima, lakini tunashauriwa na tunahimizwa sana kufanya ibada zote kwa wingi.
kuswali kwa wingi. Kama unaweza ukaswali rakaa zako 2 ukalia na Mola wako ukaomba dua zako, basi ni vizuri zaidi. Kama unaweza ukaswali zaidi ya hizo, ukaswali 2, ukaswali 4, ukaswali 6, ukaswali 8, pia ni vizuri zaidi. Kama ukimaliza hapo, pia inashauriwa kuswali witri. Sana sana ni kama vile tunavyoswali swala ya tahajjud, pia inashauriwa sana uswali witri. Kama haujui namna kuswali swala ya tahajjud, tafadhali pitia posti zilizopita, utaona utaratibu wa kuswali. Unaambiwa kwamba usiku wa Lailatul Qadr ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, khairun min 1000 shahr. Ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000 na 1000. Kwa hiyo ukifanya zile ibada, imagine unasoma Qur'an siku moja lakini unalipwa malipo zaidi ya miezi 1000. Angalia jinsi Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Yaani Mtume alivyokuwa anaambiwa, maana kuna kisa kimoja kinasema Mtume alikuwa anashuka ngazi, kila akishuka ngazi anaitikia amin, kila akishuka ngazi anaitikia amin, kila akishuka ngazi anaitikia amin. Na miongoni mwa dua ambayo Jibril alimsomea akasema kwamba amepata hasara yule ambaye Ramadhani inaisha na hajasamehewa. Kwa kweli tulikuwa tuna haki ya kupata hasara, kwa sababu imagine tunaambiwa kwamba tukisoma tu au tukifanya tu vitu vizuri ndani ya usiku wa Lailatul Qadr tunalipwa zaidi ya maelfu ya miezi. Jamani, Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Haya, na katika dua ambayo tunashauriwa tuisome sana katika usiku huu wa Lailatul Qadr ni dua ya kusema kwamba Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ewe Allah, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe, basi nisamehe ewe mkarimu. Basi tujitahidi sana na tuhakikishe kwamba 10 hili la mwisho hatukosi usiku huu wa Lailatul Qadr. Tujibidiishe kuamka 10 lote, tujibidiishe sana katika kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi huu uondoke ukiwa umeacha dosari nzuri katika nafsi zetu. Basi karibuni tena, usisahau kuuliza swali kwenye comment section au kutoa maoni yako. Pia usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa wengine wapate elimu hii. Tukutane kipindi kijacho insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.